Watu wengi ambao hawaoni mafanikio katika maisha yao, si kwamba wote hawana mtaji wa kuwafanikisha au wote hawawezi kufikia kufanikiwa, lakini wengine ni kwa sababu tu ni kwamba yako mambo ambao wanakosea. Ziko kanuni za kufanikiwa ambazo wengi wanakosea. Siri ni kwamba mafanikio si tu katika kuwa na mtaji. Mafanikio si katika tu mtu kuwa na kitu wezeshi, lakini pia kuna mambo ambayo wengi wanakosea. Mambo hayo matatu nitakuletea leo ambayo wengi wanakosea, na hivyo wao kubaki kutokuona mafanikio, na huku wakiwa tayari wengine wana mtaji, na huku wengine tayari uwezo wa kufanikiwa wanao. Kwa hiyo leo tutazame mambo matatu ambayo hayo kama mtu atakuwa akiendelea kuyakosea katika maisha yake, basi anaweza asione mafanikio katika yale mambo ambayo yeye ameyaona kwamba kwake yakitimia atakuwa amefikia ndoto zake. Mambo matatu ambayo watu wanakosea katika kufikia kufanikiwa kwao, na hivyo mambo haya huwa kizuizi kikubwa. Siri hii ya haya mambo matatu ndiyo kizuizi kikubwa kinachozuia watu kuto kufikiwa kwa mafanikio. Jambo la kwanza ambalo watu wanalokosea ni kukosa malengo. Hali ya kukosa malengo ni jambo ambalo linaua kabisa kufanikiwa kwa watu, ni kizuizi kikubwa. Kukosa malengo ni kikwazo kikubwa kwa watu kufikiwa kwa mafanikio yao. Maana malengo ndio jambo pekee ambalo litakupa wewe ramani ya kuona kwamba ni jambo gani kwa sasa unatakiwa kulifanya, ni kipi ambacho kifanyike kwa sasa. Ramani ya mtu kufikia kufanikiwa kwake ni malengo ambayo atakuwa ameyaweka. Pasipo malengo huwezi kuwa na nidhamu ya kwamba kitu gani unatakiwa kufanya kwa sasa ili kuendea. Malengo ni kitu pekee ambacho kitakupa ramani ya kwamba wakati uliokuwepo ni nini ufanye na mbele ni kipi kinakuja. Kwa hiyo malengo ndio ramani ya kufikia kwa mafanikio. Kama huna malengo hutaweza kufikia kufanikiwa, kwa sababu njiani hutajua wapi upite, wapi uelekee kwa kukosa kwako malengo. Jambo la pili au kosa la pili ambalo hili linaua sana mafanikio ya watu ni hali ya kutumia muda vibaya. Watu wengi wanatumia muda vibaya. Watu wengi wanatumia muda mwingi katika vitu ambavyo havileti mchango wowote au haviwasaidii kabisa katika wao kufikiwa kwa mafanikio yao. Muda mwingi wanaotumia katika vitu ambavyo havina mchango wala havileti tija yoyote katika wao kufikia kufanikiwa kwa ndoto zao. Kwa hiyo kutumia muda vibaya ni moja kati ya jambo linaloua au kuharibu kabisa watu kufanikiwa. Kwa hiyo wengi si kwamba hawawezi kufikia kufanikiwa au si kwamba hawana mtaji wao kufikia kufanikiwa, bali tu ni kwamba kikwazo kingine kwa watu wengi ni kutumia muda vibaya. Kwa hiyo wanajikuta muda ukienda, miaka ikisonga, na huku wakibaki pale pale, kwa sababu wanapiga mbio katika vitu ambavyo havina mchango wa wao kufanikiwa. Kwa hiyo ili kufanikiwa ni vyema sasa kuanza kuelekeza muda katika vitu ambavyo vinaleta mchango au vinachangia wewe kufikiwa kwa mafanikio yako. Kwa hiyo muda ni mali, muda ni kitu cha thamani sana. Heshimu muda, anza kutumia muda vizuri kwa kufanya vitu ambavyo vina mchango katika wewe kutimia kwa ndoto zako. Kosa la tatu ambalo linalofanywa na watu wengi na hivyo kubaki kuona kwao mafanikio hayakamiliki ni watu kuwa na matumizi yasiyo ya lazima. Matumizi yasiyo ya lazima. Watu wanatumia pesa au rasilimali walizonazo vibaya katika vitu ambavyo si vya msingi au si muhimu kwa wakati huo. Kwa hiyo matumizi yasiyo ya lazima kwa watu wengi yanaua matokeo ya wao kufanikiwa, yanarudisha nyuma kwa kiwango kikubwa ndoto ambazo watu wamepanga kuzifikia. Kwa hiyo matumizi yasiyo ya lazima ni moja ya jambo ambalo linaharibu kabisa watu kufikiwa kwa ndoto walizo nazo. Kwa hiyo elekeza matumizi yako, elekeza pesa zako, elekeza rasilimali zako katika vitu vya msingi ambavyo vinachangia wewe kufikiwa kwa ndoto ulizo nazo. Kwa hiyo makosa haya matatu ni mambo ambayo yanaua mafanikio ya watu wengi: kukosa malengo, kutumia muda vibaya na matumizi yasiyo ya lazima.